tengeneza mpango wa ulaji. Chakula kinamaliza hela nyingi za watu wa mapato ya chini, na kwa sababu hatuna mipangilio ya kula, ndio tatizo kubwa liko hapo. Yaani ni familia chache mno zenye mpangilio wa ulaji. Familia nyingi zinakula kulingana na hela iliyopo. Kabisa nakwambia. Hawana mpangilio. Yaani wakipata ndio wanakula zaidi vizuri. Nyama ni kila siku na vitu vingine vya bei kwa sababu hela ipo. Ni kwa sababu hela inakuwa haina plan. Lakini wewe kila kawaida na hela ikiwa nyingi na maana utabakiza. Utainvest. Na kingine kinachokosa kwenye maisha yetu wengi wa Tanzania ni focus. Wengi hatuna dhamirio, hatuna. Ukisha jua unakokwenda ndio utaamua safari yako unayoishi. Utaamua aina ya maisha unayoishi kwa sababu unajua unakokwenda. Kwa mfano mtu ananunua vitu bila mpangilio ni kwa sababu hela imekuja na hakuwa na plan. Lakini ukiwa na plan nayo unaona daima haitoshi. Ukiona unazungukwa na cash kila mara unazo, ina maana huna plan. Watu wenye plan hawakai na cash kwa sababu daima hazitoshi. Inabidi zina kwenye uwekezaji. Zinakwenda kwenye uwekezaji, zinaenda nataka zimtagie mayai. Kwa hiyo ni vizuri kutengeneza plan hata za ulaji wa kwetu. Tupunguze ubosi. Watu wengi wanapofanya hizi project, ubosi ni mwingi, wanakwama. Anakwama kiuchumi ni kwa sababu ya style ya kuishi, anaishi kibosi. Yaani mimi niliwahi sio miaka mingi, nitoa mfano wa kwangu mwenyewe. Nilikutwa mahali fulani na mtu kwenye kitu changu mwenyewe. Lakini yule bwana akawa anafikiri hiki haifanani na mimi, sio changu, anaulizia mmiliki. Ikabidi nimpe namba kwamba mtafute jioni, namba zangu mwenyewe. Na nielewa? Baadaye jioni ndio nikampa masomo. Maisha hayako kama unavyoweza kutaka yawe. Sio kila mtu anaishi kama unavyofikiri aishi.